hili ni takwa la kisheria, na kabla yao kuna vyama vimetangulia kufanya uteuzi wa wagombea. Wameshafanya CCM, wameshafanya NCCR Mageuzi, wameshafanya NLD, wameshafanya UPDP, na hivi sasa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa tuna ratiba pale ya vyama vya siasa vilivyobaki kufanya uteuzi wa wagombea, isipokuwa wale ambao walisema wenyewe kwamba hawatoshiriki uchaguzi. Kwa hiyo tuna vyama 18 pale wameshatuletea taarifa watafanya uteuzi wa wagombea, na sisi ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ni wajibu wetu wa kuja kuangalia katika uteuzi wao wagombea na kuchagua viongozi wa vyama wanafuata sheria ya vyama vya siasa, wanafuata katiba yao, wanafuata kanuni zao. Kwa hilo ndio jambo la msingi ambalo linatokea hivi sasa. Na ofisi ya msajili, ni vitu gani ambavyo huwa mnavizingatia zaidi mnapokuja kwenye mikutano kama hii, hasa kwenye swala la uteuzi wa wagombea? Asante sana. Tunapokuja hapa, kwanza ni kuangalia zile taratibu za sheria ya vyama vya siasa zimefuatwa, na mmojawapo kama niliyosema kwamba mgombea urais anapaswa kuteuliwa na mkutano mkuu. Tunaangalia, je, wajumbe wa mkutano mkuu wapo? Huu ni mkutano mkuu, na mkutano mkuu unakuwa na wajumbe wa mkutano mkuu, na ili uwe mkutano mkuu inatakiwa akidi iwe imetimia. Kwa hiyo tunawategemea wasome akidi. Sisi tuna katiba yao hapa, tuna laptop zina katiba, tunaangalia katiba ya ile chama kama akidi ndio inavyosoma ni vile, na tunaangalia na namba ya washiriki waliopo. Kwa hivyo ndio vitu vya msingi. Pia tunaangalia utaratibu unaofuatwa wa kuteua wagombea, kwamba kama katiba yao imesema mgombea anatakiwa ili kupitisha lazima kura za siri zipigwe. Kama hivyo mnaona kuna kura za siri zinapigwa. Kwa hiyo tunaangalia kweli kura za siri zinapigwa. Kwa hayo ndio mambo tunaangalia, ule utaratibu wa kikatiba na kanuni za chama husika zinafuatwa. Kama hazijafuatwa, basi tunawaambia kile chama kwamba huo utaratibu haujafuatwa, kwa hiyo inabidi wafanye tena. Hivi ni sawa chama cha siasa kushiriki uchaguzi au kuto kushiriki uchaguzi? Kushiriki uchaguzi, sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 3 imetafsiri chama cha siasa ni nini. Naisema chama cha siasa ni kikundi cha watu wenye lengo la kuchukua dola kupitia uchaguzi. Kwa hiyo ina maana lengo kuu la chama cha siasa ni kuchukua dola, na unachukuaje dola? Kupitia uchaguzi. Sasa kama hushiriki uchaguzi, ina maana wewe sasa unapoteza ile ladha ya kuwa chama cha siasa. Lakini sheria ya vyama vya siasa haijasema ni lazima kushiriki uchaguzi, haijasema hivyo. Kwa chama cha siasa kinashiriki uchaguzi kwa kuangalia malengo yake, kwa kuangalia muktadha wa wakati huo, kama kina umuhimu wa kuweka mgombea urais, kama kina umuhimu wa kuweka wagombea. Kuna chaguzi zingine ndogo, kuna vyama vinashiriki, vingine havishiriki. Kwa hata katiba yetu haijasema kwamba ni lazima ushiriki. Kwa kushiriki uchaguzi ni hiari ya chama, ingawa ni muhimu. Kwa chama kinaweza kusema hakishiriki, vingine vinashiriki na uchaguzi unaendelea. Na chama cha siasa kisiposhiriki uchaguzi haifanyi uchaguzi kutokuwa halali, kwa sababu sio lazima wewe ushiriki, wenzako watashiriki tu. Kwa hiyo uchaguzi, wewe usiposhiriki uchaguzi unaendelea. Tunaovilea hivi vyama vya siasa 19 tunawaasa kwamba watii sheria bila shuruti, kwa sababu bila utii wa sheria demokrasia inakuwa haiwezi kufanya kazi vizuri, kwa sababu ile demokrasia imewekwa kwenye misingi ya kisheria kwamba lazima unapofuata sheria hizi, ukizifuata basi kutakuwa na amani, ukizifuata basi kutakuwa na utulivu, ukizifuata basi kutakuwa na umoja, na unapokuwa na amani ndio unafanya uchaguzi. Huwezi kwenda kufanya uchaguzi kule Goma Kongo, haiwezekani pale, si ndio? Kwa sababu pale tayari kuna tension. Kwa hapa amani yetu ni wafanya na uchaguzi kama hivi tunaongea na waandishi wa habari. Hata nyumbani kwako, kila mtu anaomba nyumbani kwake kuwe na amani, ndio mpange mambo ya maendeleo nyumbani, si ndio? Sasa na sisi tunasisitiza kwamba taifa letu liendelee kuwa na amani, umoja wa kitaifa tuendelee kuhudumisha, na tuendelee kuwa na utulivu, basi tutaendelea kuwa na demokrasia. Hakuna nchi ambayo imefikia kiwango ambacho nasema kila mwananchi kasema sasa nalala usingizi, kila kitu imelizika, kwa sababu binadamu wanaruka kila mmoja kutaka lake, si ndio? Hata huko Ulaya huko ambao wana demokrasia ya miaka 200 kuna wengine wanataka la kwake,
lakini demokrasia, hata kanuni za uchaguzi zinapimwa kwa viwango vya kimataifa, sio kwa kila anachotaka mtu, si ndio? Kwa sababu hata ukisema kila anachotaka mtu, hata jana wale jamaa wale wa kule South Africa wangetaka lile liwe goli, si ndio? Lakini wakaambiwa hii ni offside kwa viwango vya nini, vya michezo, si ndio? Kwa viwango ndio vinapima ule ubora wa jambo, sio unachotaka wewe, kwa sababu kwenye ushindani kila mtu anataka ashinde, anataka lake. Ndio maana tunaposema kwamba mageuzi ya uchaguzi yamefanyika, yako standard, yako vizuri, mambo ya uchaguzi yako vizuri nchini, yanapimwa kwa viwango vya kimataifa, sio kwa anachotaka mtu. Kwa hiyo ndio maana hata sheria tunaposema demokrasia nchi iko viwango vizuri, viwango vya juu, tunaipima kwa viwango vya kimataifa, tupime unavyotaka wewe. Kwa sababu tukiangalia vyombo vya habari mnafanya kazi kwa uhuru. Mtu hata anayotoa maoni anaongea tu, anaongea kwa uhuru. Basi hiyo ndio demokrasia. Kwa hiyo vinapima kwa vile viwango ambavyo vimewekwa duniani. Baada ya kusema hao, ni washukuru sana.